wewe ni miongoni mwa watu ambao wamefanikiwa sasa hivi, lakini najua safari haikuwa rahisi. Ni ugumu kiasi gani ambao ulikutana nao kwa muda unaacha kazi? Kwa sababu wazazi wetu wanaamini, mwanangu, soma sana, ufanye vizuri, upate kazi nzuri, uwe na maisha mazuri. Sasa wewe umepata kazi alafu unaacha kazi. Ni ugumu gani ambao ulikutana nao? Ni kama ulivyosema, jamii yetu inaamini kwamba maisha mazuri yako ndani ya ajira na hakuna maisha mazuri nje ya ajira, unless otherwise wewe uwe umetoka kwenye familia ambayo tayari imeshajipata, ni wafanyabiashara, wana maviwanda, wana makampuni, wana mashirika maybe. Hapo sasa ndio wanaona kwamba kusiwe na ajira maisha yataenda, ila kwa sisi ambao ni common people tunaotoka kwenye common families wanaamini kwamba lazima upate kazi, uajiriwe somewhere ndio maisha yawe mazuri. Kwa hiyo inapokuja swala la kuacha kazi ni changamoto, sio tu kwa wazazi, ni kila mtu hakuelewi. Uliosoma nao hawakuelewi, wanakuwa umechanganyikiwa. Unaofanya nao kazi wanaona huyu mtu vipi huyu? Ana kichaa huyu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa haelewi, lakini ugumu hauji tu kwa watu kuto kukuelewa. Ukianza biashara, of course, kwa watu wanaokufahamu wengi hawakuamini, na hasa wanaojua umesomea nini. Mimi nitakwambia, wewe unafundisha geography na udaktari wapi na wapi? Yaani kwanza wanakujeli, wanakudharau, wanakudhihaki. Kwa wewe ndio unatakiwa ujue unataka nini, unakwenda wapi. Usiangalie nani anasema. Ndio kitu nilichojifunza baada ya kukutana na hiyo changamoto, ilikuwa kubwa sana kwangu. Yaani watu hawakuelewi. Unamuinvite mtu, labda kuna seminars hizi tunafanya, anakwambia kutakuwa kuna wali, kuna chakula, mtatulipa shilingi. Unamuita kwenye fursa ya kumfundisha yeye aweze kuwa anatengeneza kipato kwa ajili yake, ila anakuuliza unamlipa shilingi ngapi? Anaulizia ubwabwa. Kuna ubwabwa. Mtatupa si allowance na nauli, si, yani vitu kama hivyo. Kwa ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini watu wengi pia ilikuwa ni ngumu kunielewa mwanzoni, kwa sababu kampuni ilikuwa haijakuwa popular kama ilivyo sasa, ni haifahamiki. Kipindi hicho tunaanza, na kulikuwa kuna kampuni mbalimbali zilishatangulia zinafahamika. Kwa sasa changamoto nyingine ilikuwa kubwa, ni watu wanakukompea wewe unachoambia na wale. Kama unavyojua wabongo ni wataalamu sana wa hearsay, nasikia. Sasa wale wanayosikia ambao hawayajui pia ndio wanayatumia kujaji kila kitu. Kwa sasa ilikuwa ni changamoto, kwa sababu wewe unamwambia mtu kuna bidhaa nzuri zinafanya, kwambia hakuna kitu, ni wale nyinyi matapeli, mabidhaa yenu yana bei alafu hayana matokeo. Sivyo nini? Unaona hajawahi kuzitumia, hajawahi kuiona, ndio nakwambia. Lakini kwa sababu alishaisikia kampuni X, kampuni Y, ana generalize kwamba jamii ya kunde ni pamoja na maharagi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini ilikuwa mimi, kwa sababu najua nini ninachokitaka, kwa na deal na wale wako positive, wale wasio positive pia nilikuwa siwaachi, naendelea kuwafuatilia mpaka siku akisema nijaribu, anapata matokeo, anasema kumbe hii ni tofauti na zingine. Kumbe pia bidhaa hazina gharama kubwa kama makampuni mengine, lakini zina matokeo ya haraka. Mwingine sasa kwenye biashara hivyo anapata bana, hamna kitu, ufanikiwi, mimi nishajiunga kampuni fulani, aliniambia lete mtu, maisha yako yatakuwa mazuri, utakuwa bilionea, hamna kitu. Lakini unafundisha no, huku unakuja na nakufundisha kazi ya kufanya. Hata mimi nilipoanza sikuwa na mteja, sikuwa na mtu ambaye nimemsajili nafanya naye biashara. Nilijifunza mteja ni nani, nilijifunza namna ya kumconvert mtu kutoka kutokuwa mteja na kuwa mteja. Nilijifunza namna gani naweza kumfundisha mtu, kumuelewesha biashara akaamua kuifanya biashara, whether ana kazi au hana kazi, ana ajira au hana ajira, ana biashara ama hana biashara. Kwa hiyo wale wanaokuelewa wakijaribu wanaona ni tofauti na mengine yote wanafanya. Tunaendelea, ndio mpaka sasa unaona mambo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa tulipo. Nashukuru sana kwa maelezo mazuri. Nilitaka nijue kiundani zaidi, japo kwenye maelezo yako umegusia kidogo. Wewe umesoma education, yani wewe ni mwalimu, lakini sasa hivi upo kwenye kampuni ambayo inasambaza bidhaa bora za afya, yani dietary food supplements. Uliwezaje yani kuondoa zile mindset za watu ambao wanakufahamu wewe ni mwalimu, halafu leo hii unawaambia unasaidia watu wenye vidonda vya tumbo, unasaidia watu wenye shida ya tezi dume, unasaidia watu wenye pressure? Uliwezaje kutoa hiyo mindset kwenye watu? Kuitoa haikuwa rahisi kama nilivyokuambia mwanzoni. Wanaokufahamu wengi ndio inakuwa ngumu kukuelewa. Lakini kuweza kwa transform kutoka kwenye kuto kukuamini na kukuamini, ni kila siku mimi nilikuwa naendelea kujifunza, kuelewa vizuri kampuni, kuzielewa bidhaa, na kuelewa kwamba mimi ninachokifanya sio udaktari. Nafanya kazi na kampuni ambayo inadili na bidhaa za virutubisho lishe ambazo zinahitajika na kila binadamu wa zama hizi, eza anaumwa ama haumwi. Kwa hiyo ni
dietary supplement, food supplement. Sijui kama umenisoma hapo. Kwa hiyo nilijitahidi kwanza mimi kuwa na knowledge ya kutosha, kuwa na content ya kutosha, ili ninapoongea nao na wao wanielewe. Ingawa hawezi kukuelewa wote kwa mkupuo, wanaendelea kukuelewa taratibu taratibu. Mwingine akitumia akipata matokeo, na yeye anakusaidia kuwaonesha wengine kwamba okay, kumbe hiki kitu kiko hivi, kumbe hakina sumu bwana, hakihitaji mtu akasomee ndo akifanye. Ni mtu yoyote anaweza kukifanya, hata kama sio msomi pia anaweza kukifanya. Kwa hiyo nilihitaji nijifunze, niwe na knowledge, niwe na content nyingi, content kubwa, ili nikiweza kuelewesha waweze kuelewa. Lakini wengine muda pia huwa unawafundisha, baada ya kuona unachokifanya, consistency yako ndio kila kitu kwenye hii biashara. Sio kwamba unafanya kwa ubora kwa kiwango gani, no, consistency. Yani kuna mtu hakuamini kwa sababu leo umekuja kumwambia, lakini akikuta mwaka wa pili unaendelea kumwambia, mwaka wa tatu ndo anakuja kujaribu, na mimi ngoja nijaribu kufanya, na mimi ngoja nijaribu hizo design. Mbona na mwaka wa pili unaendelea kuniambia tu kila siku, na nakuona tu ni kitu unafanya. Kwa hiyo kuna masomo mengi yako hapo ndani. Okay, nashukuru sana. Najua wewe sasa hivi umefanikiwa sana kwenye kampuni ya BF Suma na mafanikio ya binafsi. Watu wengi wanatamani kuwa kama wewe, lakini kwenye hizo changamoto ulizoelezea, kuna zingine ambazo zilikuwa zinakurudisha nyuma, zinaukatisha tamaa. Uliwezeje kuzihendo changamoto kama zile? Unajua kuna mwingine anaogopa kuwa rejected. Akishapata rejections anaogopa hata kufanya kitu. Wewe uliwezeje kuhendo hii? Mimi kilichoniwezesha kuhendo changamoto ni kuzingatia mafunzo ya kiongozi wangu aliyenisajili kwenye biashara. Alikuwa ananifundisha hayo yote, kwamba kwenye biashara utakutana na changamoto nyingi. Unatakiwa uzishinde changamoto, sio changamoto zikushinde. Alinifundisha kwamba jitahidi uishinde hofu ya kukataliwa. Sio kila utakayefika ukakutana naye atakukubalia unachomwambia. Wengi zaidi watakukataa, wachache sana watakuelewa, wachache zaidi watachukua kile unachotaka wakichukue. Kwa hicho kitu kilikuwa kichwani kwangu. Kwa hata nilipokuwa nikienda na mtu anani-insult, ananijibu tofauti, hanielewi, sikukata tamani, nasema kuna mwingine tena atanielewa, kuna mwingine tena atanielewa. Kwa tayari nilikuwa nazingatia mafunzo ya mwenye ameniunganisha kwenye biashara, amenifundisha. Na ni kitu pia na washauri hata wengi wanaokuja, wanaotarajia kuja, ukifika usiwe ni machino, usiwe ni mjuaji wa kila. Zingatia mafundisho yanayokufundisha, ambaye ameshatangulia, anajua njia ni ipi unatakiwa kupita, tayari yuko na direction. Direction is very important more than speed. Kwa hiyo ukizingatia mafundisho utabadilika taratibu, utapata ukuaji binafsi. Ukiwa ni mtu unapenda kujifunza, zingatia unayoyajifunza, yafanyie kazi, fundisha na wengine, utaendelea kuwa bora na kila kitu kitabadilika. Ondoa kabisa hofu ya kukataliwa. Na kwenye hii biashara ukitaka kufanikiwa, unapofanya hii biashara, sio tu hofu ya kukataliwa. Ondoa hofu zote ambazo kwa namna moja au nyingine zitakuzuia wewe kupata mafanikio makubwa kwenye hii biashara. Na sio kuziondoa, uwa zile hofu, zizike. Manake hakuna mahali popote duniani unakutana na kitu kinaitwa hofu dhidi yako. Utakuwa na confidence, moyo wako na akili yako naona mafanikio haya hapa, no matter uko kwenye condition gani. Mambo yanakaa vizuri. Okay. Hapo sasa hivi kuna vijana wengi ambao wanamaliza chuo hawana ajira, kuna wengine wapo kwenye ajira lakini kipato hakitoshi. Lakini hao vijana ambao hawana ajira ni miongoni mwa watu ambao wanaogopa fursa. Ila wewe uliacha kazi ukaingia kwenye fursa. Unaongea nao nini? Au unaweza ukawaambia nini hao vijana ambao sasa hivi tunajiita Gen Z? Ninachowaambia cha kwanza, mafanikio yao katika maisha yao ni jukumu lake yeye kwa 100%, sio la mzazi wake. Kwa maana ya baba wala mama yake, sio dada yake, kakake, sio mjomba wake, sio yoyote yule nje ya yeye. Na hata kama ana kiwango kikubwa cha elimu, kiwango gani, kabla hajamaliza kuhitimu hiyo elimu anayoisoma, ajue kwamba kuna mamilioni ya waliosoma kama yeye wako mtaani hawana cha kufanya. Sawa? Na atambue kwamba hakuna serikali duniani inaajiri kila mtu. Mimi mpaka sasa hizi kupitia hii biashara nimefanikiwa kwenda nchi nyingi, mpaka nchi za ulimwengu wa kwanza. Nimefika huko na nimeona kwamba wanatudanganya, wanatuambia serikali inatakiwa iajiri kila anayemaliza chuo. Sio kweli. Kuna nchi kibao, asilimia kubwa watu hawajaajiriwa ila wanajiajiri. Wameondoa hofu na uoga wa maisha. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi, ichukue hii biashara, anza kuifanya ukiwa chuoni. Nina wanafunzi wengi wa vyuo ambao